Mitume 20 kuanzia mstari wa 7. Matendo ya Mitume 20 mstari wa 7. Biblia inasema, hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate, Paulo akautubu, akawazimu kusafiri siku ya pili yake, naye akafuliza. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa tunaona walikusanyika siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili. Jina la Bwana libarikiwe. Ambayo Paulo alikuwa akihutubu. Tena mahali pale walikuwa wanamega mkate. Jina la Bwana libarikiwe. Walikuwa wanamega mkate, maana yake walikuwa wanashiriki meza ya Bwana. Walikuwa mahali pamoja, huku Paulo akiendelea kuhubiri. Kwa wanafunzi wa Yesu waliabudu siku hiyo ambao walikutana mahali pamoja na kumega mkate kwa pamoja kwenye kushiriki meza ya Bwana, huku Paulo akiendelea kuhubiri, kuhutubu siku hiyo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hii siku ni siku ambayo ilimfanya Yesu aitute mpaka ifike mahala kuhubiri. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu moja ya shitaka lilikuwa kwamba Yesu ameikuta Sabato. Yesu ameikataa Sabato. Likaandikwa kwamba hii ni shitaka mojawapo, inatakiwa tafutwe, akikamatwa tutalisema, na kweli Yesu anaonyesha waziwazi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Pia kingine tunaona kwamba Yesu mwenyewe alifufuka siku ya Jumapili. Yesu mwenyewe alifufuka siku ya Jumapili, siku ya ushindi, siku ya tukio la kimungu, siku ambayo ni ya mshamsha, siku ambayo sio ya kulala, siku ambayo ilikuwa ni ya furaha, siku ya Jumapili, siku ya kwanza ya juma. Ama Yesu anafufuka kutoka kwa watu. Inaonekana siku hiyo Mungu alishuka huko kuzimu kwa ajili ya kupambana na shetani, ili kuleta utukufu kwa wanadamu, kulitimiza lile alilosema ya kwamba lazima watasema huyu ni Bwana Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa itaonyesha Yesu akafufuka siku ya Jumapili. Kwanza, ibada ya kwanza ya wanafunzi wa Yesu, Wakristo wa kwanza, walikutana siku ya Jumapili, tena wakashiriki na meza ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wanafunzi wa Yesu waliabudu siku ya Jumapili, siku ya kwanza ya juma. Yesu alifufuka siku, matukio ya kimungu Mungu tu siku hiyo. Ndio maana tukikutana Jumapili unakuta tunaona nguvu ya Mungu, tunaona uwepo wa Mungu, tunaona mamlaka ya Mungu, kwa sababu hapo ndipo matukio ya kimungu yalipokuwa yanafanyika. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Pia tunaona Roho Mtakatifu alishuka siku ya Jumapili. Roho Mtakatifu ile siku ya Pentekoste. Jina la Bwana libarikiwe. Siku ya Pentekoste ilikuwa siku ya kwanza ya juma. Jina la Bwana libarikiwe. Ukianza kusoma kuanzia kwenye Sabato iliyoitwa na wanadamu, jina la Bwana libarikiwe, ile siku ambayo ilikuwa imepewa kama ni jina, kumbe sio jina. Jina la Bwana libarikiwe. Usome kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi 23 mstari wa 15. Mambo ya Walawi 23 kuanzia mstari wa 15. Tasoma Mambo ya Walawi 23 mstari wa 15. Biblia inasema, nanyi mtajihesabia tangu siku ya pili baada ya Sabato, tangu siku hiyo mliouleta mganda wa sadaka ya kutikiswa, zilitimia Sabato 7. Mstari wa 16. Hata siku ya pili ya hiyo ya Sabato ya 7 mtahesabu siku 50, nanyi mtamsongezea Bwana sadaka
unga mpya. Mtatoa katika makao yenu mikate miwili ya kutikiswa, itakuwa ya sehemu ya 12 za efa. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa ukianza kuhesabu kama Biblia inavyosema, utaikuta kwamba siku ya Pentekosti ilikuwa ni Jumapili. Jina la Bwana libarikiwe. Na hakuna ambaye hajui hilo. Ni siku ambayo Roho Mtakatifu alishuka. Jina la Bwana libarikiwe. Walikuwa mahali pamoja. Unaposoma kwamba mahali pale palitikiswa, ilikuwa ni siku ya Jumapili, siku ya kwanza ya juma. Ndio walikutanika wakawa mahali pamoja. Ndio maana siku hii sisi tunaiabudu, tunasema hii ni siku ya Bwana, tunakutanika na tunaiheshimu, tunakuwa mahali pamoja. Nisitaweza ijaza utukufu wa kimungu, matukio yote ya kimungu, hakuna lililokuwa siku nyingine zaidi ya siku hiyo. Ndio maana na sisi tunakusanyika siku hiyo. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana ilipofika Ijumaa wakamkamata Yesu, kwa sababu hatukuwa ibadani. Lakini ilipofika siku ya Jumapili, iliashiria kwamba ni siku ya ushindi. Jina la Bwana libarikiwe. Mpaka leo ni siku ya ushindi, haiwezi katolewa na kitu chochote. Ndio maana hata mtu amesema tofauti, lakini siku hii inaonyesha ushindi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Pia ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 14 kuanzia mstari wa 41. Matendo ya Mitume 14 kuanzia mstari wa 41. Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari 41. Amen. Hujafika 41. Amen. Anzia mstari wa 14. Biblia inasema, walakini mitume Barnaba na Paulo walipopata habari, wakararua nguo zao, wakaenda mbio, wakaingia katika makutano, wakapiga kelele wakisema, akina Bwana, mbona mnafanya haya? Sisi nasi tu wanadamu hali moja na ninyi, twawahubiri habari njema. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa inaonyesha kwamba hawa wanafunzi wa Yesu walikuwa wametengwa. Jina la Bwana libarikiwe. Baada ya kuonyesha kwamba siku wanayoabudu ni tofauti, Wayahudi wakataharuki. Jina la Bwana libarikiwe. Ndipo hawa Petro anasema, na sisi mbona ni binadamu kama ninyi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hapo andiko ambalo natakiwa tusome ni Matendo ya Mitume 13 kuanzia mstari wa 41. Matendo ya Mitume 13 kuanzia mstari wa 41, ambao lilikuwa limepelekea tukio hilo lifanyike. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 41, Biblia inasema, tazameni enyi mnaodharau, kaskazini mkatoweke, kwa kuwa natenda kazi mimi siku zenu, kazi ambayo msingeisadiki kabisa, ijapo mtu akiwasimulia sana. Mstari wa 42, na walipokuwa wakitoka wakawasihi waambiwe maneno hayo sabato ya pili. Sinagogi ilipofunguka, Wayahudi na waongofu watawaua wengi wakashikamana na Paulo na Barnaba, ambao walisema nao wakawatia moyo kudumu katika neema ya Mungu. 44. Hata sabato ya pili watu wengi karibu mji wote wakakusanyika wasikie neno la Mungu. Bali Wayahudi walipowaona mkutano wakajaa wivu, wakayakanusha maneno yaliyonenwa na Paulo, wakibisha na kutukana. Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa, wakasema, ilikuwa lazima neno la Mungu linenwe kwenu kwanza, lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali na kujiona nafsi zenu kuwa hamkustahili
uzima wa milele. Angalieni, twawageukia mataifa, kwa sababu ndivyo tulivyoamriwa na Bwana. Nimekuwekea uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu hata mwisho wa dunia. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa Paulo anawaambia hao Wayahudi baada ya kuona kwamba wametaharuki, anasema msistaajabu kwa kuwa mimi natenda kazi siku yenu. Jina la Bwana libarikiwe. Msishangae kwa kuwa mimi natenda kazi siku yenu. Biblia anasema hili neno ilikuwa kwanza litimie kwenu, mtangulie kulijua nini, lakini kulingana na hukumu wa mioyo yenu na kuona kwamba hamkustahili kuyakumbuka haya, tazama, Mungu ameamua kuwageukia watu wengine, kuwafungulia hii neema. Jina la Bwana libarikiwe. Msistaajabu kwa kuwa mimi natenda kazi siku yenu. Biblia inasema mji wote ukataharuki. Ulipotaharuki hata siku ya pili, sababu ya pili ilipokuwa imefika, Biblia inasema watu wote wakakusanyika, wakaambatana na Paulo kwa ajili ya kwenda kumwabudu Mungu siku ya Jumapili. Wakati wanaendelea kumwabudu, Biblia inasema hao Wayahudi wakaanza kuwapokea na kutoa taharuki na kuongea maneno machafu. Ndipo Paulo anasimama anasema hili neno ilikuwa kwanza litimie kwenu, kulingana na hukumu wa mioyo yenu. Angalieni, nimewageukia mataifa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema angalieni, nimewageukia mataifa, na anasema hivi, nimekuweka uwe nuru ya ulimwengu mpaka mwisho wa dunia. Nimekuweka hivi tulivyo, tumewekwa, ametuweka hapa tulipo, tumewekwa na Mungu, tumekuwa nuru ya ulimwengu.